Mmoja akaniambia kwamba nimepita hapo dukani kwako nimekuta umevaa t-shirt ya blue ila sikutaka kukusemesha. Sasa nikajiuliza huyu mtu amepita hapo kaniona na nguo nilivaa. Kama ana shida ya kufanya biashara kwa nini asije? Kila akipiga simu nisipokee. Kumbe yule mtu alikuwa ni jini. Siku moja nimejipumzisha kwenye mti, nimelala kwenye mkeka. Kuja kushtuka hivi usingizini nikaona nyoka yuko mbele ya kichwa changu amesimama hivi. Nyoka. Nilivyoinuka haraka ile nyoka akatoweka. Na mimi ile sehemu nikahama. Nilikuwa nimelala nikaenda kulala sehemu nyingine. Sasa cha ajabu yule nyoka alitoka juu. Nilikuwa nimelala chali akaja akaniangukia kifuani. Halafu akasimama namna yake akaachama. Baada ya kutoka pale kwenye saa 2 usiku akanipigia simu akasema kwamba sasa mbona nimekuja kwamba tuongee, mtu mwenyewe kumbe muoga namna hiyo utaki hata kuonana mimi. Kumbe alikutembelea. Alinitembea. Jamani, hao wageni wengine ni hatari. Kumbe alinitembelea mimi. Baada ya hapo sasa akaniambia kwamba bwana, mimi kama utakubali mimi na wewe tuone. Nafikiri hata ndugu zenu kwenye familia yenu umaskini utakuwa haupo. Umeisha. Kwanza wewe mimi na wewe tutanunua magari ya kutembelea kifahari. Ndugu zako tutawajengea magorofa. Ila sasa kitu ambacho nataka niombe, itabidi mimi na wewe twende tukaishi chini ya bahari. Sasa hapo ndio nilipochanganyikiwa kwamba chini ya bahari tunaishi. Kuna nyumba huko. Akasema huko kuna nyumba na watu wanaishi na maduka yapo. Na maduka yapo huko. Na maduka yapo. Na barabara. Na yaani kila kitu na lami. Sasa mimi nikasema kwamba bwana, kwa kweli mimi kwa hiyo siko tayari. Yule mtu yaani ile jini imekuwa likinisumbua mpaka ikafika sehemu nikabadilisha line. Nikatoa ile line nilikuwa natumia nikatupa nikasajili line nyingine. Kumbe si waizie namba wanazipataje wale watu. Nikashangaa siku ile nimebadilisha line mpya akaniambia, "Mambo vipi? Naona umebadilisha line." Ile line mpya tena amepiga. Sasa nikajiuliza mtu anataka. Kwa kweli ile jini imeendelea kunisumbua, lakini nashukuru Mungu kwa sababu baada ya kuja kuanza kusali hapa ndio maana sikia nikampigia mchungaji nikamwambia, "Mchungaji, uko wapi?" Akaniambia niko kanisani. Nikamwambia, mimi bwana, kwa kweli hii mizigo nataka niache." Akaniambia, "Njoo kanisani nije nikuombee." Toka siku ile alioniombea mchungaji, ile jini tena simu ikaisha. Pigia Yesu makofi na huyo jini alikuwa anaitwa nani? Sala, akasema jina langu naitwa Sala au naitwa kanisa Saladini. 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 Hataka kupe magari na magorofa. Nataka tuishi chini ya bahari. Akasema kule kuna kila kitu. Sasa siku moja nikamweleza dada yangu kwamba bwana, mimi kuna 1 2 3. Akasema hivi ni kweli unavyoongea kwamba umejini ndio anapigia simu? Akasema kwamba nipe namba yake na mimi nijaribu kumpigia nione kama ni jini. Kwanza ukianza kuongea naye nywele zinasisimka. Akikupigia simu ukipokea nywele zinacheza. Dadangu akasema bwana, naomba namba yake na mimi nimpigie nijue kwamba kweli huyo ni jini. Nilimpa ile namba. Wakati sasa anajiandaa kupiga, lenyewe likapiga. Nikasema, "Wifi, nashukuru kwa kuchukua namba yangu wifi." Akalitupa simu. Akatupa na simu. Yaani yeye anajiandaa kwamba apige simu. Akapigiwa yeye. Akaambiwa, "Wifi, nashukuru kwa kuomba namba yangu. Mimi ni wifi yako." Simu akaitupa kwanza. Kwamba amejiwaza kama nataka kupigia simu, nikamwambia, "Umeamini?" Ilichokuwa. Kwa hiyo kwa kweli mimi namshukuru Mungu. Bali mpeni Bwana makofi mazuri. Ataendelea kuwa pamoja. Amen.